Jana tulipata historia nzuri ya kututia moyo ya Pastor Kamunga, wale waliokuja usiku. Haleluya, amen. Kama Biblia ingeandikwa nyingine, hiyo nayo inapaswa iandikwe, maana inatutia moyo jinsi ambavyo Yesu anatutia kwenye majaribu, lakini baadaye tunatokezea kule aliko sema. Nadhani ataendelea kidogo, lakini hiki huenda asiseme. Akaenda kwenye mtaa fulani wakamkataa. Yaani huko India amesema siendi kwa sababu ya Sabato. Amepangwa mtaa fulani wanamkataa. Wakati huo ndio kuna pasipoti ya India, kuna nini ya Bugema viko hapo mfukoni, bado anayumbishwa. Akaposa msichana wa kwanza akamkataa, akaposa wa pili akamkataa. Mimi najua huyo binti moja alikuwa gone, anaposa binti anaringaringa. Siku nikaenda kwenye huo mtaa alipo. Sikiliza Mungu anapofanya kazi. Kufanya huduma ya ubatizo, naambia lo, yule binti amesemaje? Asema yule amekataa. Kukaa na mabinti wanakuja hivi hapa, wanatoka kwenye ubatizo, kwenye effort wanakuja. Roho akaniambia mke wa Ayubu yuko hapa. Amina, amina, haleluya. Walipokuja, shikamoo mchungaji, shikamoo. Kaambia wewe njoo hapa. Unaitwa nani? Naitwa Msefu. Wewe unafaa kuwa mke wa mchungaji. Pastor Ayubu mke ni huyu. Halafu utanipigia simu tu nije kusaidie kupika huko. Haleluya. Waambie mke wako anaitwa nani? Anaitwa Damsi. Huyo. Haleluya. Akaanza kutupa nyavu. Na mimi nilikuwa vizuri. Ikatiki. Nasikiliza. Akaniambia pastor, imetiki. Ukwe. Kapigwa. Hivyo. Akalipwa. Ni wewe mwenyewe. Unapiga ukwe. Tukapanga tufunge ndoa siku ya Jumamosi. Tuite Sabato ya familia. Tukaweka sawa kila kitu. Nimebaki wiki mbili, simu inatoka conference. Haya, nataka kufanya tarehe fulani. Naambia na ndoa na Sabato ya wageni kanisa fulani na ndoa. Nani anakuambia ufunge ndoa ya mchungaji? Nikamwambia sifungi ndoa ya mchungaji, nafunga ndoa ya mshiriki wangu. Haleluya. Kashuka mkubwa mmoja. Kwa nini? Umefanya nini? Sasa hii kama kuahirisha ni Jumamosi tu kwenda Jumapili. Ukishaiahirisha kirefu maneno yataibuka. Basi wenyewe ile Jumapili wakaja wakaifunga. Pastor Ayubu ana watoto wake watatu. Amen. Mmoja mkubwa kwa labda watatu. Na Msifu anasoma Bugema. Kazi inaendelea. Haleluya. Sasa vile vingine kile ulicholia pale kanisani sitakisema mwenyewe kama utaona kitu. Hubiri letu la leo limejengwa katika Mwanzo 30 na 27 mpaka 32, lakini nitasimama mahali hapa nitasimamia hapa kwa Esau, kwa Yakobo. Yakobo anamkimbia Esau. Kwa nini? Kwa sababu Esau anataka kumuua. Amepanga mikakati ya kumuua kwa sababu amechukua urithi wake na kila kitu chake kwa hila. Na yeye Yakobo anakimbilia kwa mjomba wake Laban.
Mama amemtilia maneno ya hila, maneno ya kuleta kukosanisha, ingawa hilo somo lina maana yake fulani, lakini sasa Yakobo anakimbia kwa kumwogopa Esau. Nirekebishe kidogo hiyo hii hapa chini. Anapokwenda kwa mjomba wake Labani, Raheli anakutana Yakobo anakutana na Raheli kisimani. Wanaongea, anajitambulisha kwamba yeye ni Yakobo na Labani ni mjomba wake. Anaambia basi mimi ndio mtoto wa Labani. Yakobo hapo akampenda Raheli na wakaenda nyumbani. Raheli akamtambulisha ya kwamba huyu nimemkuta kisimani. Labani anaambia huyu ni ndugu yako, huyu ni mtoto wa shangazi yako. Yakobo akasema nataka kuoa Raheli, bila kuambiwa ya kwamba huoi mkubwa kabla ya mdogo, mdogo kabla ya mkubwa. Yeye akamwambia sawa, sisi huko mahali yetu miaka 7 unatumika, na sasa kama unamtaka Raheli utakuwa mtumishi, utatumika kuchunga miaka 7 safari. Lakini kwake aliona ni kitu kidogo tu, akaenda akachunga miaka 7, maana nataka Raheli. Yakobo akatumika hiyo miaka 7 kwa ajili ya mahali. Mwisho wake akamwambia baba yake, baba mkwe wake, sasa Labani, ninataka mke wangu, nimefanya wajibu wako. Akamwambia sasa sawa. Wakafanya sherehe, wakaita watu, wakafanya harusi. Usiku akapelekewa Lea. Sijui hata vijana zamani walikuwaje. Pastor anasema akapelekewa Lea, akaingia kwake. Yaani hawezi kujua kwamba asiye mwenyewe. Alikuwa anaingizwa labda kwenye giza hivi. Hata sauti hakuna kuongea. I love you so much. Nimekupata basi miaka 7. Amna. Akaingia kwake. Asubuhi anapotazama anaona sio Raheli, ni Lea. Naye hakuwa anamtaka Lea. Anaenda anamwambia Labani, sikutumika kwa sababu ya Raheli? Kwa nini unanipa Lea? Anasema sasa sikiliza, huku kwetu kuna miko. Kwa mila zetu huwezi ukachukua mdogo kabla mkubwa hajaolewa. Kwa hiyo kama unataka mchukue, utumike tena miaka 7 kwa ajili ya Raheli. Huu utumishi wa kwanza ulikuwa wa Lea. Jamaa akapiga mahesabu, Lea alivyo mzuri, Lea mweupe. Sema sawa. Nina shida mzee, tatumika. Akatumika miaka 7 ili apate Lea. Raheli. Maana tayari amepewa. Kwa hiyo akatumika, akafuga hivyo. Wakati huo hata ingawa Yakobo ni mtu wa hila, jina lake lenyewe na yale aliyofanya, lakini Mungu akambariki, akatajirika hapo kwa Labani, hapo alipokuwa anachunga. Sasa fungua Yakobo Mwanzo 31. Basi Yakobo, mstari wa 1. Basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani wakisema, Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu, na kwa mali ya baba yetu amepata fahari hii yote.
Yakobo akaona uso wa Labani ya kuwa hakumtazama vema kama jana na juzi. Tunaelewa au tapitia kwamba Yakobo anapataje utajiri? Anapata utajiri kwa sababu yeye walipokubaliana ya kwamba mbuzi wote wenye nini, mabakabaka watakuwa wake, na yeye kwa sababu anamtegemea Mungu, hao mbuzi wakawa wanazaa wengi wenye mabakabaka kuliko wa rangi moja. Na kwa kuwa ni mapatano, kila walipokuwa wakizaliwa wanaangalia mwenye mabaka huko, mwenye hivi, wale wakazaliwa kwa wingi mno, akawa tajiri. Sasa anasema, mbona huyu mzee ananiangalia vibaya? Na watoto mbona unaongea chini chini, hawa kina bwana mashemeji hawa? Akaweka mkakati wa kuondoka, akawaita. Biblia inasema Bwana akamwambia Yakobo, urudi mpaka nchi ya baba zako na kwa jamaa zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Yakobo akatuma watu wakawaita Raheli na Lea waje jikani kwenye wanyama wake. Akaambia, naona uso wa baba yenu kwamba hanitizami vyema kama jana na juzi, lakini Mungu wa baba yangu amekuwa pamoja nami, nanyi mmejua ya kwamba kwa nguvu zangu zote nimemtumikia baba yenu, sijamdhulumu chochote. Kwa hiyo sasa hivi ni mkakati wa kurudi kwa baba yangu. Kwa hiyo akatafuta watumishi, akatafuta na akaleta na watoto na huyo Raheli na nani, wakaanza kuondoka. Lakini mstari wa 14:31 anasema Raheli na Lea wakajibu wakamwambia, je, imetubakia sehemu au urithi katika nyumba ya baba yetu? Hakutufanya kama wageni, maana ametuuza, naye amekula fedha zetu kabisa. Maana mali yote ambayo Mungu amemnyang'anya baba yetu, mali hiyo ndio yetu na ya wana wetu. Basi yoyote Mungu anayekuambia uyafanye, sisi hatuna shida, tuondoke. Ndipo Yakobo akaondoka, akapandisha wanawe na wakeze juu ya ngamia, akachukua wanyama wake wote na mali yake yote aliyokuwa ameipata. Basi Labani alikuwa amekwenda kuwakata manyoya ya kondoo zake, na Raheli akaviiba vinyago vya babaye. Raheli kaviiba vinyago vya babaye. Kwa nini? Raheli alikuwa ndiye anafanya uganga na baba yake. Yeye ndiye aliyekuwa anaambia, lete tunguli namba fulani, lete hivi, agua hivi na nini. Kwa hiyo yeye bado hajajua Ukristo, hajajua huyu Yakobo anaenda wapi. Kwa hiyo akaona aiviibe vile vinyago aondoke navyo, ili viwasaidie huko kwenye safari. Labani alipokuja akaona watu wameondoka, mifugo imeenda, lakini Yakobo hajaiba chochote. Alipoangalia huko kwenye ofisi yake, akakuta vinyago havipo. Hata siku ya 3 Labani akaambia kwamba Yakobo amekimbia. Akatoa ndugu zake pamoja naye, akamfuata mwendo wa siku 7, akampata katika mlima wa Gileadi.
Mungu akamjia Labani Mshami katika ndoto ya usiku, akamwambia, ujihadhari, usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Ujihadhari, huyo ni mtu wangu, anaenda kwa baba yake, uwe mwangalifu. Kwa hiyo wakaenda. Hata siku ya tatu Labani akamfikia Yakobo, na Yakobo alikuwa amepiga hema zake katika mlima, na Labani na ndugu zake wakapiga hema zao katika mlima wa Gileadi. Labani akamwambia Yakobo, umefanya nini? Umenihadaa ukawachukua binti zangu kama mateka waliotwaliwa kwa upanga. 27. Mbona umekimbia kwa siri ukanihadaa, wala hukuniambia nipate kuagana nawe, uende zako kwa furaha na nyimbo na ngoma na kinubi, wala hukuniacha niwabusu wanangu na binti zangu. Sasa umetenda upumbavu. Ninao uwezo, mstari wa 29, ninao uwezo mikononi mwangu wa kufanyia madhara. Lakini Mungu wa baba yako, sikiliza, lakini Mungu wa baba yako usiku huu ameniambia, akisema, ujihadhari, usimwambie Yakobo neno la heri wala shari. Haleluya. Yakobo anaenda nyumbani kwa baba yake. Yakobo anatoka utumwani, anarudi kwao. Swali linakuja ambalo ndilo linaongoza mkutano. Anasema, basi sasa umetoka kwa sababu umetamani sana nyumba ya baba yako. Mbona basi umeiba miungu yangu? Ni kweli, sawa, umenitumikia, nimekupa wake wote hawa wawili wanangu, na mifugo umepata, sawa. Na wewe tamaa yako ni kwenda nyumbani kwa baba yako. Mbona sasa umeiba vinyago vyangu? Wewe una Mungu wako wa kweli, unayemjua wewe. Huyo na yeye mimi ni Mungu wangu. Kwa nini umeiba? Yakobo akamwambia, sikiliza, mimi siwezi kuiba vinyago vyako, mimi siwezi kuiba miungu yako, lakini sasa huko ruksa, ingia kwenye hema, kagua, yule ambaye utamkuta navyo afe. Baba kwa sababu ya miungu yake anayoipenda akaanza kuingia kwenye mahema, akaendelea anazunguka, anatoka hapo, anafika kwenye hema la Raheli. Katika hema la Raheli, Raheli anapoambiwa amka, anambia, baba, ninakuomba uniache nilipokaa. Kwa nini? Kwa sababu niko kwenye mambo yetu ya kike. Labani akasema, sasa basi. Akazunguka akakosa. Yakobo hajui kama Raheli ameiba vinyago. Ikiwa umetamani kwenda kwenye nyumba ya baba yako, kwa nini umeiba vinyago? Na yule Raheli anazunguka amekalia vinyago hivyo mchana wa leo, ikiwa umetamani kwenda kwa baba yako, ikiwa umetamani kuingia katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato, kwa nini umekuja na vinyago vyako? Kwa nini? Kwa nini unakuja na vinyago vyako? Na unapoambiwa hili ni tatizo, wewe unazunguka tu.
unakalia dhambi ambayo unajua unaifanya, unakalia vinyago, na siku zinaenda, ili ubiri litaishia kabla halijaenda huko mbele. Maana huko mbele nilimsikia Pastor Leonard akihubiri namna ambayo Raheli hakuingia. Kama Roho ataniambia niendelee nalo, haya. Lakini hapo tu unapoambiwa maana kule kwenye miungu ya kule, kwa maana huko kwa shetani, hapo hawatoi zaka, au kama wanatoa na mfumo wao. Hapa unapoambiwa unakalia kinyago ambacho umekuja nacho katika nyumba ya baba yako. Unapoambiwa huku kujiremba ni namna hii, na wewe umetamani kuja kwa hii nyumba ya baba yako, unakalia hivyo vinyago, unazunguka tu. Safari imesimama kwa sababu ya vinyago ulivyobeba. Kwa nini umebeba vinyago vyako? Ukachunguza hapa, sina hakika sana, lakini unaweza ukakuta kuna watu wamefunga hirizi kwenye mikono yao, kwenye viuno vyao, kwa sababu wamekuja na vinyago huko walikotoka. Kuna watu wanatajwa na ushirikina, kuna watu wanatajwa na uzinzi, kuna watu wanatajwa na dharau, kuna watu wanatajwa na mambo ya ajabu. Vinyago ulivyotoka navyo huko umevikalia. Ikiwa umetamani nyumba ya baba yako, kwa nini umebeba vinyago? Yeye Yakobo kama mkuu wa msafara, au tunaweza kusema kama mchungaji, kama kiongozi, hakubeba na hajui kwamba nani kabeba. Pastor, unaweza ukaongoza kanisa la watu ambao wamekuja na vinyago vyao na mambo yao ya ajabu, hawataki kujisalimisha kwa Yesu. Biblia inasema unajua, hatuongei mambo yetu wenyewe. Yakobo akajibu akamwambia Labani, kwa sababu niliogopa nikisema, usije ukaninyang'anya binti zako kwa nguvu. Mstari wa 32, awaye yote utakayemwona kuwa nayo miungu yako, yeye asiishi mbele ya ndugu zetu, ukitambue kilicho chako ukakichukue. Maana Yakobo hakujua ya kwamba Raheli amebeba. Tunaweza tukahangaika hapa wiki nzima, kumbe tunaongea na watu waliobeba vinyago, walioingia huku na uzinzi, walioingia huku na ulevi, walioingia huku na masengenyo, walioingia hapa kwa mateto, walioingia hapa hivi. Akiambiwa sawazisha mambo yako, maana hayo ni ya huko kwa Labani, hawataki. Labani akaingia katika hema ya Yakobo kama nilivyosema, na hema ya Lea kama nilivyosema, na hema ya vijakazi wawili, wala hakuiona. Akatoka katika hema ya Lea akaingia katika hema ya Raheli. Basi Raheli alikuwa amevitoa vile vinyago akaviweka katika matandiko. Yakobo akamlalamikia Labani. Yakobo akakasirika, akagombana na Labani. Yakobo akajibu akamwambia Labani, ni nini hatia yangu na ni nini dhambi yangu, hata umenifuata namna hii? Umepapasa vyombo vyangu vyote. Ni kitu gani ulichokiona cha nyumbani mwako? Kiweke hapa mbele ya ndugu zangu, na ndege na ndugu zako wakaamue kati yetu.
Tunapoendelea mbele ya kisa, huko mbele kwenye kisa hiki, katika ule msafara ulivyokuwa unaendelea, Raheli alikuwa mjamzito, na alipokuwa mjamzito akapatwa na uchungu njiani. Alipopatwa njiani na uchungu, kule waendako ni ng'ambo ile wanakaribia, akazaa, lakini akafa, akazikwa hapo chini. Beba tu vinyago Yerusalemu, hiyo tunayoitafuta, hiyo ambayo sasa hivi muda si mrefu Yesu anakuja, utaiona. Ni kinyago gani ulichokibeba? Je, ni wewe ambaye daima unapinga utume wa kanisa hili? Ni wewe daima unaoanzisha vikundi vya kulaumu kazi ya Mungu? Kinyago ulichokibeba ndio hicho. Ni wewe unayepinga. Sasa hivi tuna hii inaitwa ni hizi sadaka ambazo zimetakiwa kusisitizwa sasa hivi, tumelisema siku zote hizi. Na wewe ndio unayesema hilo jengo kubwa sana, hilo limejengwa. Kwa nini pesa nyingi hivyo? Kitu kikija kipokee. Kama kinatoka kwa Bwana kitaendelea, kama hakitoki kwa Bwana kitaendelea. Lakini okoa nafsi yako. Mungu amesema tena, karama zimepanda. Amesema unatakiwa kiasi hicho, mimi 50,000 yangu hiyo. Uwe salama mikononi mwa Bwana. Unaweza ukapinga jambo ambalo limeletwa na Mungu. Unaweza ukapinga jambo ambalo Roho Mtakatifu amelitiki. Wewe ukapinga, kesho katika kupimwa utaonekana umepungua. Na mengine yote, vinyago vya manunguniko, vinyago vya malalamiko, vinyago vya kuvunja Sabato. Sabato inavunjwa. Huko kwa Labani Sabato ilikuwa haiheshimiwi, lakini huku inaheshimiwa. Ni lazima uangalie ni kinyago gani ulichokalia ambacho kinakufanya ukose sifa za kuingia Yerusalemu. Kinyago gani umekalia? Ikiwa umetamani kuenda kwa nyumba ya baba yako, Yakobo anaambiwa, kwa nini umebeba vinyago vyangu? Kwa nini usiende hivyo kama ulivyotakiwa uende, lakini unabeba miungu yako? Kwa nini umekuja kanisani na vinyago? Kwa nini unaenda kupiga ramli? Kwa nini una mafundo kwenye kwenye mwili wako? Kwa nini uko kwenye biashara zako umeweka nini kinga mbalimbali zinazotoka duniani? Hiyo ni miungu ya Labani. Kwa nini unasuka misuko ambayo huko kwa kina Yakobo yaendako haitakiwi? Kwa nini? Ikiwa umetamani kwenda kwa nyumba ya baba yako, ikiwa umetamani kuwa Mwadventista Sabato, acha vinyago vyote, uje nyumbani kwa Bwana. Haleluya. Mahali fulani kulikuwa na msiba. Ule msiba watu wamekuja kutoka sehemu mbalimbali. Alafu baada ya mazishi nikaitwa mahali fulani pale, kuna watu wamekusanyika. Nikifika wanaongea, wanatupiana maneno. Yule aliyeniita, yule mkuu wa ile familia, akaniambia, bwana, hapa kuna watoto wa mama 3 au 4 kwa baba mmoja. Kwa hiyo wanashutumiana, mama huyo analoga, mama
akasema huyu ni mchawi. Hivyo tukaongea, tukafikia mahali ambapo tunasema tumwachie Mungu, yeye atasema hiki kinachosema kina ukweli au hakina. Nasema sasa, huyu mama naona ndiye anashutumiwa zaidi, hebu aanze kuomba. Akasema kwanza, nikamwambia hayo yanayosemwa, sema mchungaji, mimi sio mchawi. Hebu nitatafsiri, lakini ngoja niongee lugha ya mama. Mimi sioga sarika kicha nitaoga etimanya. Mimi si loga, mimi sio mchawi. Labda kama ninaloga lakini sijui. Naomba sema Mungu, mimi si logi na unajua. Naomba tu kwamba kama ninaloga ili watu wajue mimi kweli ni mchawi. Siku ya msiba wangu watu wapate shida sana. Hebu uwe msiba kwa shida kwa tabu. Watu wanajua kwenye tabu ya Yakobo na kwa mambo ya mtu. Yule mama akakuwa anapelekwa sini ushaoni Moshi, akafa. Alipokufa ikatangazwa mwezi wa 8 au wa 9 usio na mvua, mvua ikaanza kunyesha. Likatoka jiwe moja kubwa huko likaziba barabara. Huko chini mlimani huko hakuna magari kupita. Watu wakabeba matope, mvua. Watu walipata shida. Na sasa wale tulio kwenye kile kikao anakuja atoa na kubonyeza mchungaji sasa. Majibu ndio haya. Mimi sijui. Baada ya mazishi tu kutoka barabara, liliwaka jua, utadhani hakukuwa mvua. Huko chini sijui serikali ilikuwa inakuja kufanyaje, wakakwama, wakatafuta namna juu likaondolewa, mapendo kaendelea. Ni kweli unaloga hujui? Ni kweli unaenda kwa waganga hujui? Ni kweli unasengenya hujui? Ni kweli unavunja sabato, unatoka kanisani hapa unaenda unachukua vitu hapo hotelini, hapo sokoni, unaenda unakaanga mchana nyama na nini siku ya sabato? Ni kweli hujui? Ni kweli tangu Januari mpaka mwezi wa 9 wakati wa uchaguzi ndio unaanza kutoa zaka shilingi 3,000. Mwalimu mmoja mkuu wa shule mahali fulani, tunapoenda kwenye jicho la kanisa, Januari mpaka wa 9 shilingi 3,000. Hujui kweli kwamba unamkosea Mungu? Sije tu nani kijaleweka, sikuacha tu vinyago hivyo kuchoma kutupilia mbali. Haleluya! Jisalimishe sasa, vinginevyo kuwepo hapa kanisani kutakuwa ni sifuri, kwa sababu Raheli hakufika walikokuwa naenda huko kwenye mji wa Yakobo, huko kwa wazazi wa Yakobo. Hakufika, alishia njiani. Alifia njiani akizaa. Kwa nini? Kwa sababu mbinguni hapaingii kinyonge. Kwa nini unakalia vinyago? Kwa nini unashawishi washiriki wasitekeleze majukumu yao? Kwa nini? Sadaka iliyoelekezwa ya shilingi milioni 1.7 kwa kambi hili, kwa neema ya Mungu kufikia sabato iwe imekamilika. Simseme amina.
Kama tunaweza kuleta ng'ombe tuchinje tule, kama tunaweza kuleta hiki na kile, hatushindwi kwa hawa tulio nao kusema Mungu chukua huyu, hiyo kazi ishe. Haleluya. Hatushindwi kusema chukua mbuzi huyu, chukua kondoo huyu, chukua ng'ombe huyu. Hicho kilio tunaona ni kikubwa, ili hilo jengo linalojengwa kwa utukufu wa Mungu lipate kukamilika na sifa zimrudie yeye. Leta sadaka ya kumshukuru Mungu, ya kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyokutendea. Amekulinda, amekutunza na mali zako na ajira zako na biashara zako. Mshukuru Mungu kwa hayo aliyokutendea. Haleluya. Kwa nini umekuja na? Kwa nini unakuja Sabato? Kwa nini wewe kwaya na una uwezo wa kuimba? Kwa nini? Kwa nini umekuwa na maswali ambayo unayo majibu yake? Kwa nini unaruhusu shetani akuingia? Asubuhi tulisema ya kwamba hakuna mtu mwenye ushetani, ila unapoachia nafasi shetani anakuingia. Sauti yako Bwana, ikisema nami kwa upole, nami nitii kwa raga. Nitii sauti yako, nikubali wito wako. Unene moyoni mwangu, nisikie sauti yako Bwana, ikisema nami kwa upole, nami nitii kwa raga. Nitii sauti yako, nikubali wito wako. Ninaposikia sauti yako ikinena nami, moyoni ninapata farijiko, amani, usikivu wa ajabu. Unene Yesu, unene na moyoni mwangu. Unene Yesu, unene na moyoni mwangu. Ninaposikia sauti yako ikinena nami, moyoni ninapata farijiko, amani, usikivu wa ajabu. Unene Yesu, unene na moyoni mwangu. Unene Yesu, unene na moyoni mwangu. Si sahihi tunakalia kinyago gani? Tunakaribia Yerusalemu. Raheli ya kuingia sababu ametembea na vinyago vyake. Na ikiwa umeitamani nyumba ya baba yako, ikiwa umetamani kwenda Yerusalemu mpya, Sauti yako imenichosha, imenichosha Bwana. kama hivyo Sauti za dunia imenichosha, na mambo yake yamenichosha Bwana. inapotakiwa kuolewa Yesu, unene moyoni mwangu.
nabii, moyoni nimepata farijiko, amani, usikivu wa ajabu. Unene Yesu, unene moyoni mwangu, unene Yesu, unene moyoni mwangu. Ninaposikia sauti yako ikinena nami, moyoni ninapata farijiko, amani, usikivu wa ajabu. Unene Yesu, unene moyoni mwangu, unene Yesu, unene moyoni mwangu. Wangapi wanatamani